Hivi Siwa, unachokizungumza unakielewa? Kwa hiyo umekuja kuomba msamaha hapa kwa kunikejeli, si ndio? Hapana. Ila hebu sikia. Naona huna cha kuzungumza. Kama umekuja kuniomba msamaha hapa, mimi nishakusamehe. Wewe nenda. Sawa. Kwangu ndugu yangu. Yaani sasa hivi napata shida sana ndugu. Kwa nini? Kuhusu mvua. Yaani ni muda mrefu sana. Na kama unavyojua kilimo changu mimi, unajua mimi namwagilia kule bustani. Mvua ikinyesha uaga simwagilie. Ila kwa sasa hivi napata shida namwagilia kutwa mara 2, asubuhi na jioni. Na ukija kuangalia kwenye hii maya yetu, mlinzi mkuu naye tushamlalamikia sana. Bure. Na hata mtabiri siona anachokifanya. Yaani kifupi naumia sana sasa hivi. Natamani hata nikuombe wewe msaada, lakini sasa unajua kuna kazi zako. Pole sana bwana Lioto. Ila ili swala tuwaachie wenyewe. Hapo sasa inatakiwa nikuunge mkono kwenye swala la bustani. Jioni jua likipoa, tutaenda wote kwenye bustani na mimi nikapate vibamia ili nikaonekane baba nyumbani. Nitashukuru. Kuhusu swala la mboga, sio shida kwangu. Basi sawa. Lakini kwangu nimesikia kuna ugeni kwenye himaya yetu. Vipi bwana kwangu? Hivi neno la ukweli? Ugeni? Ugeni kweli upo bwana Lioto. Ila ili swala tuachane nalo. Kwa nini unasema tuliache? Kiukweli bwana Lioto, ili swala kweli lipo ila tuachane nalo. Basi sawa. Sawa, basi ngoja mimi niende zangu. Poa bwana bwana. Amani, nimekuita hapa kukupa taarifa hizi. Katika himaya yetu kuna mgeni ameingia. Mgeni huyo ametoka katika himaya ya Kilengwe. Mimi nimempokea na nimemhifadhi. Lengo la mgeni huyo kuingia hapa, amekuja kumtafuta mjomba wake ambaye aliyekuwa chief wa himaya hii ni baba yako. Alimpa ujauzito dada yake na huyo mgeni. Kwa hiyo sasa kuna mtoto amezaliwa. Ikiwa wewe ndio ndugu yako, yeye ndo amekuja kumtafuta. Kwa maana nyie mpo wawili. Farani, umeyatoa wapi haya maneno? Aliyekuwa chifu ambaye ni baba yangu mimi mzazi hana mtoto mwingine zaidi yangu, na alikuwa sio mtembezi hivyo. Na unajua kanuni na sheria, asingeweza kuzaa kwenye himaya nyingine, kwenye himaya ya Kilengwe na kumleta mtoto huku. Huo ni uongo. Chifu ana mtoto mmoja tu ambaye ndo mimi, na mamlaka yote ya uliokuwa utawala wa chifu ambaye ni baba yangu, ambaye sasa hivi ni marehemu, utakuwa chini yangu. Unaanzaje kuniambia huyo mgeni anakuja eti sijui alimpa mimba? Farani, sihitaji kusikia hilo.
Imani, pole sana kwa matatizo. Karibu kwenye himaya yako. Kwani nyie kina nani? Upaswe kuijua. Sawa, naomba mnisaidie, naomba mnisaidie. Hapo ulipo si sehemu salama ya kupaswa uondoke. Sawa, nimeelewa. Sawa, lakini yeye ombi lake kubwa anahitaji kuonana na wewe ili mzungumze. Sihitaji kuonana naye. Umenielewa? Inatakiwa umfanyie uchunguzi vizuri huyo mtu na kujua shida yake kubwa iliyomleta kabla kunikutanisha na mimi. Umenielewa Palani? Sawa Amani, nimekuelewa. Si anakuja tuna janja zake hapa, kwa sababu anajua bado sijatawazwa kuwa chief maalum. Wanaanza kuleta danganya zao ili wampandikize chief anayemtaka wao. Kamchunguze vizuri huyo mtu. Umenielewa? Sawa. Unaanzaje kumkubalia mtu aonane na mimi akiniletea sumu? Palani, kuwa makini sana. Nimekuelewa Amani. Na unatakiwa utambue chifu hana mtoto mwingine zaidi yangu. Mimi ndo chifu wako ninayekuja kwa sasa Palani. Acha ujinga. Kamfanyie uchunguzi vizuri. Nenda. Sawa. Inaonekana sehemu ya tambiko kama kuna mtu anaingia. Hivi kuna usalama kweli hapa? Na ni nani yule aliyokuja hapa? Basi ngoja nione. Mwakashina. Vipi binti, unaitwa nani? Twaege. Twaege. Oh. Unaonekana ni mgeni katika himaya. Ni kweli, ni mgeni katika himaya hii. Lakini nimeshaonana na mlinzi mkuu wa himaya. Na lengo la kutaka kuja kwenye himaya hii ni kumtafuta mjomba wangu. Na tangu nionane naye mlinzi, lengo la kukutana na mtoto wa chifu wa himaya hii mpaka leo kuna siku 7 mpaka 8. Bado sijamuelewa. Ananizungusha tu na sijaelewa. Mjomba wako? Mjomba wangu. Vipi? Unamjua ama ushawahi kumuona? Nishawahi kumuona msituni. Msituni? Oh, sawa. Je, unaweza ukanipeleka? Hapana. Kama unataka kuwajua yote, umfuate mkuu wa hii himaya atakuelekeza. Mkuu wa hii himaya? Basi sawa, naomba unipeleke kwa huyo mkuu wa himaya hii. Mlinzi mkuu wa himaya. Sasa ni nini sasa? Maana mtazidi kuendelea
kesho na kesho na kesho kutwa nitabaki kwenye himaya hii. Pasipokuwa ngangari, basi nitashindwa kumpata mjomba wangu. Sasa basi, mimi ndio kingwana kwenye himaya ya Kilengwe. Nitafanya vile iwezekanavyo. Lazima nijue hatima ya mjomba wangu ni nini. Bwana Palani, vipi? Leo inafika siku ya 7, inaenda ya 8. Alafu sijajua chochote. Na hatima yako ni nini? Nilishakwambia. Mimi huku sihitaji nikae sana. Nahitaji kuonana na mtoto wa chifu ili nijue hatima yangu ni nini. Sijaelewa mpaka sasa hivi. Lengo ni nini Bwana Palani? Bwana Kingwana, usiwe na wasiwasi kwenye hilo. Kuna vitu tu haviko sawa. Utakapoviweka sawa hivi vitu, wala hakuna shaka utaonana na mtoto wa chifu. Palani, hivyo vitu ni vitu gani? Inachukua siku 5 mpaka 6. Na jambo la kwenda kumwambia tu bwana kunahitaji kukutana na mtu fulani, basi kipi kinachosababisha mpaka wewe ushinde kuonana naye? Kuniletea huyo mtoto wa chifu. Ni kitu gani hicho kinachofanya mpaka asije mtoto wa chifu kuonana na mimi? Ama mjomba wangu mmemuua? Hapana Bwana Kingwana. Kama nilivyokuambia, kuna vitu haviko sawa. Nitakavyoviweka sawa hivyo vitu, wala hakuna shaka. Kuwa mvumilivu kwenye hili. Bwana Palani, nilishakueleza. Mimi natakiwa nirudi kwenye himaya. Sina muda mwingi. Ila sasa, kwa hili nikuhakikishie, sitaondoka mpaka nijue mjomba wangu yupo ama hayupo. Na kama yupo, nijue hatima ni nini. Mimi nikushauri Bwana Kingwana, kuwa na subira kwenye hili. Uvumilivu? Uvumilivu gani ndani siku zinazidi kwenda? Na nilishakueleza. Inafika siku ya ngapi leo? Na hata kama ungekuwa wewe, ungeweza kukubaliana na hili? Alafu tambua, yule mimi ni mjomba wangu na ni damu yangu. Na ndio maana nimetoka kwenye himaya yetu, nimekuja kwenye himaya yenu. Sasa basi, kamwambie huyo mtoto wa chifu leo kabla jua halijazama nionane nayo. Kama haijawezekana kuwa hivyo, basi mtanijua mimi ni nani.